Ambao kuna jambo. Huku ndo kuna hiyo njia hiyo nikwambia. Utatembea mpaka na utakuwa mwezi. Ndio upana ndo huo huko kwenda. Kila ukienda ndo hivyo hivyo. Jamaa wangu sasa angekuja hapa anaingia mpaka huko. Haogopi wewe. Mtazamaji, hili ndo pango la pekee lenye maajabu ya kipekee. Unaambia huko ndani unaingia mpaka huko mbele kuna ufukwe. Ingia huko ndani. Mimi mwenyewe hapa najifikiria. Hapa wenyeji wananiambia niingie huko ndani, lakini nikiangalia nimeacha familia. Tuko Tumbatu hapa. Hapa panaitwa Tumbatu mti Kishungi. Huku upande wa Kichangani huko ndio utakutana na hili pango hili ambalo ni kubwa sana. Unaenda mpaka mbele kama karibu kilomita moja na zaidi. Karibu kilomita moja ndani unaingia. Mpaka unafika pahala ndani huko hakuna mawasiliano. Hapa kidogo unaweza kwenda pale ukapiga picha pale chini pale. Jamaa anishawishi ninge ndani. Wewe viatu. Ni viatu. Bismillahirrahmanirrahim. Shale nonta kuingia. Mtikise. Shaona kule. Shaona kule. Kule ndo kuna yonti ya kuelemewa ni hayo maji wetu. Yaani unafuata hayo maji hayo. Mlale ni jiwe hapo. Kama flow ya chini unachukua unaingia. Yakatoa yale mabwana yakaona. Nakwambia japo mabwe kana na hiyo toto tunatakiwa una ambazo kali na huku ndo limeishia kule. Kwa sasa kule kama unaenda chini hivi kuna hiyo kubwa cha alafu kuna uwanda kama huu. Ndio inapokuwa. Mtazamaji, karibu sana katika pango la mti Kishungi Tumbatu kaskazini ya Unguja. Hapa nimeambiwa bwana hili pango ni refu sana. Huu pano unauona huu unaenda nao huko mpaka kilomita moja. Utafika pahala mbele naambia unakuta kama ufukwe. Kuna maji ya chumvi. Huko milo nimeshindwa kuingia kwa sababu siku yangu sio nzuri leo. Sema leo niachie. Nitajipanga kwa ajili ya siku nyingine nije niingie tena. Lakini na nyinyi mnakaribishwa sana. Hili pango halina matatizo, halina mizimu. Lakini nadhani enzi za zamani kipindi hicho kabla pengine ya mapinduzi au zama za kale huko katika tawala za kijadi, mapango kama haya yalikuwa yakitumiwa katika shughuli mbalimbali. Shughuli za kiimani, yani mambo ya kiitikadi. Watu walikuwa wanafanya matambiko yao katika mapango kama haya. Na mapango kama haya hapo mengi sana hapa visiwani Zanzibar. Tumeona Tazari huko maeneo ya Bumbwini, huku upande wa Pemba huko kwenye ya Kwakizi huko. Yako mengi mapango kama haya. Lakini pia mapango haya pia enzi za utumwa, yani kipindi cha biashara ya utumwa, slave trade, yalikuwa pia kitumiwa kwa ajili ya kuhifadhia watumwa. Sasa sijajua kwamba kwa hili pango hili itakuwaje, kwamba je lilikuwa linatumiwa katika biashara hizo za utumwa kama vile tulivyoona kule Mangapwani, au hili tu lilikuwa linatumiwa kwa shughuli nyingine kama hizo za kiitikadi. Lakini naamini kwa reference ya mapango mengi, hata lile pango la Mangapwani ambalo ukiingia ndani tunaambiwa kwamba alikuwa watumwa na hifadhiwa, na hili naamini hali ilikuwa ni kama hivyo. Lakini hata wale jamaa zetu ambao Mwenyezi Mungu aliwajalia ndo, yani sisi jamii ya vizazi vya Kiafrika tulikuwa tunajificha katika mapango kama haya ili kukimbia wale wakoloni wasije wakatuchukua kutuweka katika biashara ya utumwa. Kwa hiyo wazee wetu walikuwa wanajiingiza kama katika mapango haya kwa ajili ya kujificha, wasije wakakamatwa, waepukane na biashara hiyo ya utumwa.
Hapa ni Tumbatu na vijana analitumia kwa shughuli zao ili pango pia. Naambiwa hapa na wenyeji kwamba vijana wanalitumia kwa shughuli zao. Shughuli gani? Umenielewa?